Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba mniruhusu kwa sababu ya muda wetu tuende moja kwa moja kujifunza maneno ya Mungu. Na niombe Baba Fred wewe tayari kunisomea baadhi ya maandiko. Somo letu asubuhi ya leo linaitwa hatua 3 za utakaso. Hatua 3 za utakaso. Safari ya wokovu si tukio moja, lina michakato kadhaa. Na zipo hatua 3 za wokovu, kama utaita aina za utakaso, samahani, kama utaita aina 3 za utakaso au viwango vitatu vya utakaso, lakini ni hatua 3 kwa kweli. Inaanza moja, inafuata ya pili, halafu kuna utakaso wa mwisho. Utakaso wa kwanza unaitwa utakaso wa kisheria, ni legal sanctification, lakini hasa kithiolojia wanaita ni positional sanctification. Kijunani chake ni hagiasmos, H-A-G-I-A-S-M-O-S, hagiasmos. Huo ni utakaso wa kisheria. Hilo neno hagiasmos au utakaso maana yake ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Kutengwa kwa ajili ya Mungu. Maana yake ya pili ni kufanywa kuwa mtakatifu, na maana ya tatu ni purification, kusafishwa, to be sanctified. Utakaso wa aina ya pili unaitwa progressive sanctification au utakaso endelevu. Ni utakaso unaoendelea katika maisha yetu ya siku kwa siku. Kiunani chake ni hagiazo, H-A-G-I-A-Z-O, hagiazo, utakaso endelevu au progressive sanctification. Na aina ya 3 ya utakaso unaitwa ni utakaso mkamilifu au utakaso wa mwisho, ni final sanctification. Teleiotes, T-E-L-E-I-O-T-E-S, ndio Kiyunani chake. Teleiotes ni kukamilika kabisa katika utukufu wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inatufundisha kwamba utakaso ni kazi ya Mungu mwenyewe, lakini muumini ana wajibu wa kutoa ushirikiano katika safari hii ya utakatifu. Ni Mungu anayefanya hivyo, sio mwanadamu, lakini muumini ana wajibu wa kutoa ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nimesema kuna utakaso wa aina 3. Kuna utakaso wa kisheria, utakaso unaoendelea, na utakaso wa mwisho. Kuna positional sanctification, progressive sanctification, na kuna final sanctification. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Au kuna hagiasmos, kuna hagiazo, na kuna teleitos. Sasa tuanze na aina ya kwanza, utakaso wa kisheria. This is legal sanctification. Haya ni masuala ya kisheria katika mahakama za mbinguni. Hagiasmos. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 11. Biblia inasema, asante. Wakorintho wa kwanza 6:11. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Sasa ukiangalia maneno yanayotumika kwenye mstari huu yanaonyesha utakaso ni kitendo kilichokamilika. Anasema lakini mlioshwa, lakini
mlitakaswa. Sio mnatakaswa, sio mtatakaswa. Mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu. Ulipookoka ulioshwa, ulitakaswa. Sasa ile neno kutakaswa, kama tulivyosema, maana yake hasa kwamba ulitengwa uwe wa Mungu. Ulitengwa na mambo mengine yote, ukafanywa kuwa mtakatifu na ukatamkwa kuwa mtakatifu kule juu mbinguni. Ni kitu ambacho kimesha kamilika. Sema amen. Kwa hiyo ni position yako, ndio maana unaitwa ni positional sanctification. Ni nafasi yako mbele ya Mungu. Ndio maana unaposoma maandiko matakatifu, hakuna mahala ambapo watu waumini walikuwa wanaitwa wenye dhambi, kwa sababu wana position yao na hadhi yao mbele ya Mungu. Ukiwaita ni wenye dhambi, umewavunjia heshima, kwa sababu walioshwa, walitakaswa, walihesabiwa haki. Hiyo ni past tense, imeshakamilika katika mahakama za mbinguni. Sema amen. Waefeso 1:4. I want this thing to get into your head vizuri vizuri. Waefeso 1:4. Biblia inasema, ndio, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Ndivyo tulivyochaguliwa namna hiyo. Ni watu wasio na hatia mbele zake. Hebu sema mbele zake. Mbele zake. Kwa hiyo unapoenda kwenye maombi mbele ya Mungu, Mungu anakuona huna hatia. You are sinless mbele za Mungu. Ndivyo Mungu anavyokuhesabu. Ndio maana Paulo anasema tuwe na ujasiri ukaribia kiti cha rehema. Tukaribie kwa ujasiri ili tupate. Lazima uwe na ujasiri wa kujua position yako, nafasi yako, hadhi yako, unachukuliwaje mbele za Mungu. Sema amen. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza ya utakaso inayotokea wakati wa wokovu. Unapookoka unapata hatua hii. Mungu anakuotazama namna hii. Kuanzia hapo, hiyo ndio hadhi yako. Mungu anawatenga waumini kuwa wake na kuwapa hadhi ya utakatifu, kwamba ni watakatifu. Ndio maana unaona nyaraka nyingi zimeandikwa kwa watakatifu walioko Efeso, kwa watakatifu walioko Korinto, kwa sababu hiyo ndio nafasi yao na ndivyo Mungu anavyowaona. Hilo tendo lilitokea mara moja na likakamilika katika mahakama za mbinguni. Kwa ni swala la kisheria. It has nothing to do with your feelings. Umeamkaje siku hiyo, ulilalaje, haina uhusiano. Sema amen. Sema tena amen. Hallelujah. Ni tamko la kisheria. Muumini anatangazwa kuwa mtakatifu mara moja, hata kama bado hajakamilika katika mwenendo wake. Anatangazwa namna hiyo. Yule jamaa pale msalabani aliambiwa utakuwa leo tamko limetoka, utakuwa nami kule paradiso. Unadhani yule jamaa kweli alikuwa ameacha sigara yule? Tuseme kweli, kama alikuwa mvuta bangi, kweli ameshashinda bangi kweli yule jamaa yule? Hivi angeshuka pale sangerudi kwenye madawa ya kulevya yule? Lakini hiyo ni legal declaration. Na Yesu akusema kwamba ngoja kwanza wewe kwanza ukabadilike kwanza wewe. Vuta bangi miaka yote hii afu nataka. No, ni tamko la kisheria. Na sheria ni msumeno. Haina uhusiano na feelings zako wala emotions zako. Ni swala la kisheria katika mahakama za mbinguni. Sema amen. Sasa unatakiwa ufahamu
kwamba hili suala ni suala la kisheria. Sema amen. Lazima kuweka msisitizo vizuri kwamba inatokana na imani yako katika Yesu pale unapookoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Waumini hawahitaji kujaribu kuwa watakatifu kwa juhudi zao. Tayari wametakaswa katika Kristo. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Sasa acha niende hatua ya pili, utakaso unaoendelea katika maisha yetu. Utakaso unaoendelea. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18. Biblia inasema, ndio, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Samahani, ni Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Samahani. Biblia inasema, ndio, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Sema amen. Biblia inasema sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, yani uso uliofunuliwa, tunabadilishwa siku kwa siku tufanane na mfano huo, tufanane na neno la Mungu jinsi linavyosema kuhusu maisha yetu. Kwa hiyo kuna mchakato unaoendelea, na kwamba yule mwizi hata kama angeshuka msalabani, kama angepata hiyo fursa, kulikuwa kuna mchakato sasa wa kumsaidia aache bangi zake. Kulikuwa kuna mchakato sasa wa kumsaidia aache yale mambo yake. Lakini kule mbinguni imeshakuwa settled kwamba yeye ni mtakatifu. Hapa duniani kuna mchakato unaoendelea kwa kutumia neno la Mungu na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, na yeye kujitahidi kutoa ushirikiano kwa Roho Mtakatifu na kutendea kazi neno la Mungu ili afanane na mfano ule na vile neno linavyosema. Sema amen. Sema tena amen. Anasema na sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tunabadilishwa siku kwa siku toka utukufu hata utukufu. Sasa uwe ni utakaso unaoendelea. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Ndio. Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Endelea. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama yeye alivyotuita alivyo mtakatifu, anasema na ninyi jitahidini sasa muwe watu gani? Watakatifu. Wakati amesha isecure position yako mbinguni, anaanza kukufundisha, anaanza kukusaidia uwe sasa sawasawa na hadhi ulioipewa kwa neema kule juu mbinguni. Sema amen. Sema tena amen. Haleluya. Na baada ya muumini kuwa ameokoka, ametamkwa kule mbinguni kuwa ni mtakatifu, ametengwa. Hebu naomba kuna mstari wa Kolosai 2 mstari wa 12. Nisomee hapo. Biblia inasema, ndio, mkazikwa pamoja naye.
nadhani Wakolosai sura ya kwanza, sura ya kwanza mstari wa 12. Biblia inasema, ndio, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Asante. Tumshukuru Baba ambaye ametustahilisha. Yaani tulikuwa tustahili, tumefanywaje? Mwambie jirani yako, mwambie umestahilishwa. Kwa hiyo mambo ya kusema ninastahili au sistahili haina uhusiano, kwa sababu umestahilishwa. Sema amen. Sema tena amen. Upokee sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Yaani ule urithi wa kina Ibrahimu, akina Petero, na wewe umestahilishwa. Kwa lazima uchangamke. Unajua kama umealikwa kwenye kikao, halafu kule kwenye ukumbi wa mkutano unaona unaingia kina Kasim Majaliwa, sio kina nani, unaweza ukaogopa kuingia. Changamka na wewe useme na mimi na kadi ya mwaliko hapa bwana. Haleluya. Amen. Na ukiona kuna siti namba ni karibu na kina Mwigulu Nchemba, kakae. Sio kwa sababu unastahili, kwa sababu umestahilishwa. Tuko pamoja? Amen. Aya, tuendelee. Sasa hiyo ilitokea ulipookoka. Haina uhusiano na utakavyoendelea na wokovu baada ya hapo. Umestahilishwa kupokea sehemu ya urithi pamoja na watakatifu katika nuru. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Haya yalitokea, yameshatokea kuhusu maisha yako. Endelea. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa katika nguvu za giza. Endelea. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hayo yameshakamilika. Umeshaingizwa katika ufalme wa mwana wa, hiyo imeshakamilika. Na Mungu sio kigeugeu, sio kwamba ukikosea ukateleza katika kuongea unasema mchomweni yule, muondoeni kule. Asubuhi umetoka nuruni, umerudi gizani, jioni umetupwa unakurudisha. No, Mungu sio kigeugeu wa namna hiyo. Hiyo inaitwa ni positional sanctification. It's your position before God. Tuko pamoja watu wa Mungu? Halafu ndio unakuja sasa kwenye tunazungumza progressive. Sasa Mungu anakusaidia na ameweka wengine, ametoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa walimu, wachungaji. Kwa kusudi gani? La kuwakamilisha watakatifu. Kuwakamilisha watu gani? Sio wenye dhambi, hawaitwi wenye dhambi. Hata kama unamsikia amekosea, amesema uongo, ni mtakatifu amesema uongo. Mnanielewa? Unajua mzungu akijipaka masizi, hatusemi mtu mweusi amejipaka masizi. Ni mzungu. Yale masizi ni kitu cha kuosha tu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hebu mgeuke jirani yako, mwambie umekaa karibu na mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu? Usipofahamu haya utakuwa unaonewa. Utaacha mapepo ya kukalia, ya kukandamize, kwa sababu wewe unadhani Mungu anaenda na hisia kama wewe. Hapana. Haya ni masuala ya kisheria. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hiyo muumini baada ya kuokoka sasa anaanza kujifunza apate kuishi sawasawa na hadhi aliyoipewa mbele za Mungu kwa neema. Amen. Na Roho Mtakatifu ndiye anayemsaidia muumini akuwe katika kuishi katika neno na kuomba na kutii na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa acha nende haraka hapo, hatua za kukusaidia kukua katika utakaso. Tayari wewe ni mtakatifu. Kwa nimesema Mungu ametupa maneno yake na ametupa walimu, na mimi hapa nimesema mbele yako kwa ajili ya kukukamilisha, kukusaidia kwamba wewe ni mtakatifu bwana. Kwa hiyo ishi maisha matakatifu. Kama ungekuwa sema ni mwenye dhambi, sema fanya dhambi. Ni mtakatifu, fanya mambo matakatifu sasa. Sema amen.
kwa sababu that's your position mbele za Mungu. Hiyo ni positional sanctification. Jambo la kwanza, badili mawazo yako. Hatua yako, jitahidi badili mawazo yako. Nisomee Warumi 12 mstari wa 2. Anzia hata mstari wa kwanza nenda mstari wa 2. Warumi 12. Biblia inasema, ndio, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Unaona, mpate, kuna masuala ya kujifunza. Anasema ubadili nia yako, na unaweza kujitahidi kutofuatisha namna ya dunia hii. Mambo ya kutambika kama wanavyotambika wengine, achana nayo. Kwamba watu wa dunia hii wanafanyaga hivi, no. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Unajitahidi upate kujua mapenzi ya Mungu ya kumpendeza. Sema amen. Anasema ugeuzwe nia, upate kujua, ugeuzwe nia. Change your mind. Weka material mapya kwenye ufahamu wako, material ya neno la Mungu. Anza kujua mapenzi ya Mungu katika kila eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu wanapotaka kuoa, huwa wanafanyaje? Si unafuata utaratibu, si ndio? Unaanza kufuata, usifuate namna ya dunia hii. Watu wa Mungu wanapotaka kufanikiwa, hawaibi, wana namna yao ya kufanikiwa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Mission ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ni kuatilia waasi akili gani? Akili za wenye haki. Kwa unaanza kuchukua akili za wenye haki, kwamba hivi angekuwa ni mtume Yohana katika hali hii angefanyaje? Asingekaba mtu. Unaona, mwenye haki mwenzako, huyo mtakatifu mwenzako angefanya kitu kama hicho? Hapana. Kwa hiyo unaanza kupokea akili za wenye haki, namna ya kufikiri ya wenye haki. Unaanza kufanya maamuzi. Wenye haki hawachagi wake. Unakasirika tu mara moja tu, mimi naenda kwetu. Wenye haki hawafanyi hivyo. Unaanza kuchukua akili za wenye haki. Sasa kuna mwenye haki mmoja alikuwa anaitwa mzee Zakaria, baba yake Yohana. Mke wake kweli alikuwa hazai, lakini alienda mbele za Mungu bila lawama. Oh, haleluya. Hizo ndo akili za wenye haki. Anapokuja baba yako, mwanangu nataka wajukue, sema sisi ni wenye haki. Tuna namna yetu ya kuyaangalia maisha haya. Tuna namna yetu ya maamuzi. Tuko pamoja watu wa Mungu? Sasa jambo la pili, lakini don't worry, kama upo hapa una changamoto ya mtoto, Mungu atakusaidia. Huyo Zakaria tunamsema alizaa, haikuishia hivyo. Mwenye haki ajapoanguka mara 7 atainuka tena. Sema amen. Jambo la pili sio kubadilisha tu mawazo, unaanza kujifunza kulitii neno. Unajifunza kutembea kwa roho na kuacha matendo ya mwili. Wagalatia 5:16, nisomee huo mstari. Unaanza kujifunza kulitii neno. Unatii neno. Unalitii neno katika maeneo mbalimbali. Nisomee. Wagalatia 5:19. Biblia inasema 16. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ndio. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Ndio. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina,
faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hao walikuwa anawaambia haukuwa kwenye mkutano wa nje. Alikuwa anaongea na watu ambao wameokoka. Anawaambia kwamba waenende katika roho. Kwa sababu anawaambia hiyo lifestyle wenye nayo hasa, sio ninyi mko mnatelezea huku, wenye nayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawaendi huko. So you are following a bad company. Hao wenye hayo maisha yao sio waenda mbinguni, sio watu wako. Kwa hiyo unaanza kujifunza kutii neno. Hii ni katika habari ya mwenendo. Unaanza kutii neno katika mambo ya kiuchumi, unatii neno katika kutafuta nguvu za Mungu, si ndio jamani? Amen. Kwa sababu tusipoanza kulifanyia kazi neno, tutaanza kutafuta shortcut. Tukitaka hela tunaiba, tukitaka nguvu za Mungu tunaenda kwa waganga. Sasa kuna maelekezo ya neno katika hayo yote unapoyataka. Yapo maelekezo ya neno la Mungu katika kila unachokitaka, na neno lina nguvu ya kukupatia au kukufanya uwe vile ambavyo neno linasema. Sema amen. Amen. Jambo la tatu, kumbuka kujifunza kutokana na majaribu yako. Hivyo tu mambo matatu nimesema: badili mawazo, litii neno. Na katika kutii neno, enenda kwa roho. Jitahidi kufanya mambo ya rohoni. Fanya mambo ya rohoni. Unafahamu mambo ya rohoni? Ukiambiwa kuenenda kwa roho, watu wajue wafanye nini. Maana yake fanya mambo ya rohoni. Ukiokoka, kama unaweza kuimba, jiunge na kwaya, uwe unaimba. Wakitangaza maombi, nenda kwenye maombi. Wakisema kuna mafunzo, uwe busy na hayo mambo. Utajikuta hauko unatimiza mambo ya mwilini. Hatua kwa hatua utakuwa unabadilika. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Kuna mambo ya kiroho, shiriki hayo. Unaanza kujitahidi kupunguza miziki ya duniani, unaanza kupenda miziki ya rohoni. Miziki ya roho, nyimbo za watakatifu wenzako. Sikiliza. Enenda kwa roho. The more unafanya hivyo, the more unajikuta uko unasogea sogea. Halafu Yakobo 1 mstari wa 2. Yakobo 1 mstari wa 2. Biblia inasema, ndio, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Ndio. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Hebu rudia tena. Saburi ndio na iwe na kazi kamilifu. Anasema majaribu yanafanya uwe na saburi. Mungu anapenda Wakristo wenye stamina, wavumilivu. Sio wale wakisemwa wanakimbia kanisa, wanaacha uimbaji, wanaacha vikundi. Mungu watoto wa namna hiyo kwa kweli hapendi kwa kweli. Kwa hiyo ili kukusaidia uache huo utoto wako, wakati mwingine majaribu huwa yanakuja. Yanakuja majaribu. Yaani mtu mmoja siku moja anakukata kofi ndani ya daladala zuri, unaenda mpaka chini, unaamka, afu kimwangalia huna jinsi ya kupigana naye. Mbaga amekusimamia pale. Inabidi ujifunze nini? Upole. Kwamba hapa nikifungua mdomo mochware. Unajifunza kuwa mpole. Anasema na saburi, ufanye kazi yake nzuri. Usipohitimu kwenye majaribu, wanakusema kidogo kwa neno, wanasema ninaondoka. Saburi haijafanya, uvumilivu bado hauja graduate kwenye hilo eneo.
hauja graduate bado. Lazima ugraduate. Unasema kidogo unaondoka, sababu ukiendelea hivi ukiingia kwenye ndoa utasumbua. Utasumbua, kwa kweli utasumbua. Lazima ugraduate kwanza pale kwenye kikundi chako. Wakikusema unavumilia, wakifanya hivi unavumilia. Unadhania ni mchezo? Wewe hapa kanisani unaona midomo hiyo yote, unaona hapa ni midomo. Sasa na kila mtu anautumia anavyotaka, si ndio? Yaani wewe unapita kwa jambo moja unasema tu huyo naye. Sasa unawaza nimefanya nini mimi? Lakini ndio tayari ashautumia mdomo wake. Sasa wewe mwenyewe unaweza kama hapa bana wanasemana sana. Watu bana sijui wako hivi na hivi. Kwa hiyo sasa Mungu anakuona umehama, anasema huyo bado. Tutaenda naye huko alikokwenda, huko tutamfuata. Kama Mungu anakuhitaji kwa ajili ya kukutumia, ujue hiyo shule hujamaliza. Kwa sababu inawezekana Mungu anakuandaa kwa ajili ya jambo fulani. Anataka ugraduate, kazi ya saburi iwe timilifu. Sema amen. Uweze kumachua. Usije siku moja watu wakakusema kidogo tu huko madhabahuni ukakimbia, ukazira na kuzira, ukasusa na kuhubiri sihubiri tena. Na mkutano umekusanyika, watu wanakusikiliza. Watoto wachanga namna hiyo Mungu hapendi. Kwa lazima tumpe nafasi Roho Mtakatifu. Kwa nimesema la kwanza, katika kukua kwetu tubadili mawazo. Badili ufahamu wako. Rafiki, badili. Hayo mambo ya kuwaza kama babu yako, achana nayo. Umeokoka. Badili ufahamu wako. Mpe nafasi Roho Mtakatifu na neno lake wakusaidia. Anapokuhukumu, kubaliana. Umekosea, kubaliana. Roho Mtakatifu sio bibi yako, hata kuambia tu hapa bwana, hata kama wamekusifia, si ndio? Ukitulia akwambia lakini hii sio sawa, hata kuambia. Na neno la Mungu limenyooka, halitapinda kwa sababu yako wewe ili kukufurahisha, limebakia vile vile. Sema amen. Na jambo la tatu, uwe unahitimu kwenye mafunzo yanayotokana na majaribu. Uwe ukiona limekuja jaribu, hiyo ni shule, graduate vizuri ili lisirudie tena. Kwa sababu usipo graduate vizuri, manake inabidi urudie darasa, si ndio? Sio kawaida ya shule. Inabidi maana kaanza kwenye majaribu, ndio maana ni msukosuko mwingine huo. Kwa hiyo ni vizuri uwe una graduate vizuri kwenye majaribu, ili kule mbele usiwe mtata tena. Pengine ni ndoa, pengine ni mahala fulani, uwe una stamina. Hallelujah. Jamani, kuna stamina. Jana nilikuwa naongea na binti yangu moja wakati tunakaribisha, nadhani anakuja. Akanambia, baba, namshukuru Mungu nimekaa kwenye ndoa hii. Sijamwona muda mrefu sana paka kanisani. Muda mrefu, watu mpaka wananishangaa. Wanasema mimi nimejifunza wapi uvumilivu? Asema hata mimi sijui, nadhani ni Mungu. Yaani mimi ninavumilia kweli. Basi kumuuliza mume wake haya ananiambia, lakini alinifurahisha hayo maneno matamu. Hebu na wewe jifunze kuvumilia kweli. Si ndio? Sio ukikusema kidogo upiki. Rafiki, achana na hayo. Mwingine naye ni mwanaume, amesema kidogo na hela za chakula siachi. Unaua watu njaa kwa hasira. Sema amen. Sasa tuje hatua, niende moja kwa moja. Kwa hiyo tunakuja hivi kwamba tumesema kuna hatua tatu za utakaso. Kuna utakaso wa kisheria. It's your legal position in the presence of God. It has been decided kule mbinguni ya kwamba kwa sababu ya kazi aliyoifanya Yesu, na kwa sababu umekubali hiyo kazi kwamba ilikuwa kwa ajili ya maisha yako, wewe tayari umehamishwa kutoka ufalme wa giza, unaishi katika ufalme wa nuru. Umetangazwa wewe ni mtakatifu
na umetengwa kabisa na ufalme wa shetani. Umetakaswa. Hilo limekamilika. Kinachoendelea katika maisha yako ni kukufundisha sasa uishi sawasawa na hiyo hadhi. Lakini kwa sababu mbinguni imekwisha thibitika namna hiyo, haijalishi uko katika hatua gani za makuzi yako ya kiroho, position yako mbele za Mungu haibadiliki, as long as utaendelea kumwamini Kristo na kuendelea kutembea na Yesu. Tuko pamoja watoto wa Mungu? Halafu kuna final sanctification. Kuna utakaso wa mwisho. Finali yenyewe ya utakatifu, ya utakaso, ni utakapoondoka hapa duniani. Siku ile katika umilele inaitwa teleitos. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 anzia mstari wa kwanza nisome na wa pili, hasa ndio nataka huo. Biblia inasema, ndio, tazameni ni pendo namna gani aliotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Asante sana. Jamani, sasa hivi si ni watoto wa Mungu, lakini haijadhihirika tutakavyokuwa. Tutakapoingia kwenye umilele tutafanana na Yesu sasa. Kile kisirani cha babu yako kitaondoka kabisa. Yaani hiyo hasira unapambana nayo kila siku. Anasema roho ya hasira ya babu toka. Endelea hivyo hivyo, pambana. Haitaruhusiwa hiyo hasira kwenda mbinguni. Ukiingia tu katika umilele unapata hii inaitwa teleitos. Unapata ile final sanctification. Hautaingia mbinguni na tamaa. Hapana. Hautaingia mbinguni sijui na mawazo ya hasira, una kiburi sijui, hapana. Final sanctification ni watoto wote wa Mungu watatakaswa kabisa. Watafanana kwa 100% na ile hadhi ya kisheria walioipewa. Tuko pamoja? Amen. Lakini kwa sasa tuendelee kujifunza neno. Ndio maana kila Jumapili tunataka uje hapa. Njoo hapa tukukumbushe umeokoka wewe. Wewe umeokoka, tunakukumbusha. Bwana ametoa wengine kuwa mitume, manabii, wachungaji na kwa kusudi la kukamilisha. Kuwakamilisha watakatifu. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo utakaso huo wa kisheria hutokea wakati wa wokovu. Muumini anatengwa awe wa Mungu, anatengwa kwamba ni mtakatifu. Ni kama vile vyombo vya hekaluni vilikuwa vinatakaswa. Lilikuwa ni bakuli la kawaida, likifika pale kwa Musa lilikuwa linawekewa mafuta, linatakaswa kwa mafuta, halafu linatengwa. Kuanzia pale vile vyombo vikawa vinaitwa ni vyombo vitakatifu. Usilie maharage. Mnanielewa? Usilie maharage tena. Kuanzia pale vilikuwa vinaitwa Nebukadnezar. Belshazzar ni nani yule? Alijaribu kunywea mbege. Yaani hakusubiriwa kesho wala kesho kutwa. Aliona tu mkono unaandika kwenye ukuta, mene tekeli na peresi. Unanywea mbege. Kwa tayari umeshatangazwa juu mbinguni ya kwamba wewe ni mtakatifu. Na huko duniani kazi inaendelea kukufundisha, kukusaidia. Wakati huo una garantii ya kwamba haibadili msimamo wa Mungu katika mahakama ya mbinguni. Tuko pamoja? Amen. Lakini sio kwamba unavyofanya kazi katika mwili kujitahidi haina maana. Ina maana kwenye taji yako.
ina maana sana kwenye taji. Tutatofautiana tutakavyoingia mbinguni kulingana kwa kiasi gani tulikuwa tunajitahidi hapo kumtumikia Mungu, kuenenda katika utakatifu, kusaidia wengine, kuishi katika upendo, kuishi katika nuru. Tutatofautiana sana. Kwa sababu hiyo ndio maana ni muhimu sana kwako kumsikiliza Roho Mtakatifu na kulitendea kazi neno la Mungu. Lakini habari njema ni kwamba tayari umeokoka na wokovu wako ni mkamilifu. Kwa hiyo Biblia inasema tukimshukuru Mungu siku zote aliyetustahilisha. Yaani mimi kabisa naenda nafasi moja na baba Ibrahim na kina Isaka na Yakobo. Mimi na kina Petero waliosulubiwa kichwa chini miguu juu, watakatifu waliokatwa vichwa, waliopigwa mikuki, waliouawa, lakini mimi nimestahilishwa. Sema amen. Kwa hiyo kwa kurithi na kwenda mahala pale tutaenda wote, lakini kiwango cha heshima tutakachopewa kule juu kitatofautiana sana kulingana na kwa kiasi gani tunalitendea kazi neno na kumpa ushirikiano Roho Mtakatifu abadilisha maisha yetu na kututumia katika kazi ya kuwapelekea wengine habari hizi njema za wokovu. Kwa maneno haya machache, na hili ndio neno la Bwana. Amen. Hallelujah. Naomba tusimame.